Alifungua mlango wa ofisi yake kama kawaida, lakini moyo ukasimama mara moja. Mwanamke aliyekuwa amewahi kumtreat kama mtumwa sasa alikuwa mbele yake, akitetemeka, akiomba msaada. Hii ndiyo safari ya Mtoni, kutoka housemaid hadi bosi anayefanyiwa heshima na wale waliomdharau. Kaa nami hadi mwisho, na usisahau kusubscribe kwa channel yetu Simulix Stories. Hapa ndipo hadithi kubwa kama hizi huzaliwa. Katika kijiji kidogo cha udongo, kulikuwa na familia iliyozoea kupigana na njaa. Nyumba yao ilikuwa nyembamba, mbao zilizochoka, paa la mabati lililovuja mvua. Na usiku upepo ulipovuma, watoto walijifunika kwa shuka nyembamba, wakisikia baridi kipenya. Mtoni alikuwa akiona mama yake akigawanya unga kidogo uliobaki, akiweka kwa bakuli 3 ndogo. Tuvae tumbo, kesho Mungu ataleta. Siku nyingine walilala bila kula kabisa, lakini baba yake hakuwa mtu wa kukata tamaa. Alijua kitu kimoja: mtu akiwa na elimu, umaskini hawezi kumshika tena. Kwa hivyo akaanza kuuza vitu vidogo vidogo. Siku moja akauza mbuzi. Siku nyingine aliuza redio yake pekee. Baadaye hata kipande cha shamba kiliuzwa. Kila alipomkabidhi Mtoni karo, alimwambia, ninakosa leo ili uwe na kesho. Na Mtoni akaapa moyoni, sitamwangusha baba. Alisoma usiku akiwa na taa ndogo ya koroboi. Miguu yake ilizoea baridi ya asubuhi, akitembea hadi darasani. Wenzake walikuwa na laptop, yeye alikuwa na daftari lililojaa kurasa zilizochoka, lakini kichwa chake kilikuwa kama moto. Miaka ikapita. Mtoni, msichana aliyesoma kwa taabu, akagraduate. Siku ya graduation, baba yake alisimama mbali. Amevaa shati lililochoka lakini limeoshwa kwa heshima. Akatiririkwa na machozi. Binti yangu amesoma, sasa maisha yatabadilika. Lakini walikosea mahali moja. Hawakujua maisha hayabadiliki mara moja. Baada ya chuo, Mtoni alianza safari ndefu, akiingia ofisi kwa ofisi na CV mkononi. Mijengo ya ghorofa kubwa, mapokezi makali. Wanamuuliza, una experience ngapi? Tutawasiliana. Pole, hatuna nafasi. Alirudi nyumbani usiku, akishika begi lake kwa mkono mmoja na macho yamejaa machozi. Lakini alipoangalia baba yake, aliamua, siwezi kulia mbele yake. Siwezi kuendelea kumuona akiteseka. Wiki zikawa miezi, mwezi ukawa mwaka. Madeni yakarudi, magonjwa yakagonga tena. Ndipo akafanya uamuzi mzito, ule ambao wanawake wengi huficha moyoni. Akaamua kwenda Nairobi kufanya kazi ya housemaid. Basi liliondoka alfajiri. Alikaa karibu na dirisha, akiangalia milima nyuma ikipotea polepole. Moyo wake ulikuwa kati ya tumaini na hofu. Alipofika Nairobi, kelele, magari, jengo refu, lakini pia maisha magumu hayajifichi. Mama mwenye nyumba aliyempokea alikuwa na sura kali na macho baridi. Hapa kuna uvivu. Kazi yako ni kufua, kupika, kusafisha, usilale bila kumaliza. Mtoni alijibisha tu, sawa mama. Siku ya kwanza alifanya kazi mpaka mikono ikatetemeka. Siku ya pili hakupewa chakula cha mchana. Usiku wa tatu, saa 8 usiku, mlango ukagongwa kwa nguvu. Amka, nataka nguo hizi zikauke leo. Na jikoni nisikute kitu kimebaki. Alishuka polepole, akavunja machozi kimya, akaendelea kufua. Saa 11 alfajiri bado alikuwa kusafisha sakafu. Mara nyingi alilala njaa. Mara nyingine alikula mabaki baada ya watoto. Na alipochelewa sekunde chache, alisikia maneno makali. Wewe unajifanya msomi, lakini bado wewe ni mtumishi. Usiku moja akiwa kitandani, aliweka mkono kifuani na kusema polepole, Bwana, nisivunjike, nisije nikajichukia. Lakini hakujua kwamba dakika zilikuwa zinahesabiwa kuelekea mabadiliko.
Siku moja ikiwa jioni, wakati akifua nguo nje, simu yake ikaita. Hello, hii ni benki ya taifa. Uliwahi kuomba kazi. Tumekuchagua kwa interview ya mwisho. Fika kesho asubuhi. Aliangalia simu, hakusadiki. Usiku huo alilala kiomba. Please God, kama huu mlango ni wa kwangu. Please, na kuomba usiufunge. Asubuhi aliamka mapema sana. Akachukua basi akaelekea benki. Alipofika benki ilikuwa tulivu, yenye harufu ya kioo kipya. Watu waliovalia suti walipita kimya. Maswali yakaanza, magumu ya biashara, ya maamuzi, lakini majibu yake yalitoka moyoni. Baada ya kimya, msimamizi akasema, tunafurahi kukujulisha umeajiliwa. Unaanza kama manaja msaidizi na baadaye manaja kamili wa tawi. Machozi yalidondoka polepole. Alihisi kama dunia iligeuka ghafla. Siku ya kwanza ofisini aliketi kwenye meza mpya, lakini alikumbuka sabuni, njaa na machozi. Akaapa, hapa mtu yeyote ataheshimiwa na kazi itaendelea vizuri. Alisimamia wafanyakazi kwa upole lakini kwa msimamo. Hakujivuna, alijua safari yake ilikuwa ya mkono wa Mungu. Wakati huo huo, maisha ya yule mama aliyemtesa yalikuwa yakiteremka. Alikuwa ana kazi ndogo kwenye benki nyingine, lakini tabia yake ilizua malalamiko. Siku moja bosi wake akamuita, tumeamua kukusimamisha kazi. Kuna malalamiko mengi, hatuwezi kuendelea na wewe. Alitembea nyumbani taratibu. Benki ilikuwa inamdai mkopo aliyokuwa amepewa. Hakuwa na kazi, hakuwa na tumaini. Kwa mara ya kwanza alikumbuka maneno aliyowahi kusema, degree yako haina maana. Na sasa kauli hiyo ilimrudia kama sauti ya adhabu. Alianza kutuma CV kila mahali, akaenda maofisi, akanusurika kukataliwa. Siku moja alisikia benki mpya imefungua tawi, wanasajili wafanyakazi. Hapo moyo wake ukaamka, labda hapa nitapata nafasi ya kuanza upya. Akasali, Mungu, nilikosea zamani, nisaidie. Aliingia kwenye jengo refu, akakaa kwenye kiti cha kusubiri. Subiri, manaja wa tawi atakuita sasa. Moyo wake ukawa kama ngoma, akasikia mapigo yake kama muziki wa hofu. Mlango ukafunguliwa polepole. Karibu ndani. Alipoingia, miguu iliganda. Kwenye kiti cha bosi, amevaa suti safi, akiwa mtulivu, akiwa na tabasamu la heshima. Alikuwa Mtoni, housemaid wake wa zamani. Mama kidogo azimie. Kumbukumbu ikarudi kwa kasi. Usiku wa njaa, kejeri, amri za uonevu, neno mtumwa. Sasa mtu yule aliketi mbele yake kama kiongozi. Akashusha macho, sauti yake ikatetemeka. Mtoni, sikujua kama Mungu anageuza vitu hivi namna. Akaanza kulia. Niliwakosea watu wengi, nilikuumiza, na leo mimi ndiye ninaomba msaada. Kulikuwa na kimya kirefu. Mtoni akavuta pumzi kwa utulivu. Kile nilipitia kilinipa moyo wa rehema. Kila mtu anastahili nafasi ya pili, lakini hapa kuna sheria moja, heshima kwa kila mtu. Akaangalia faili, akaweka saini polepole. Umeajiriwa, anza upya. Mama akapaza machozi ya shukrani. Baadaye Mtoni alijenga maisha mapya. Alinunua nyumba kwao Machakos. Baba yake alipumzika akiwa na furaha, akijua jasho lake halikupotea. Na yule mama akawa mnyenyekevu, akawa mtu anayewasaidia watu wengine. Kila siku alijiambia, usimdharau mtu, hatima yake inaweza kuwa juu yako kesho.